Correct. Twakupa utukufu na heshima, nakupa utukufu na heshima, wewe ni Mungu, umestahili sifa, wewe ni Mungu, wastahili sifa, wewe ni Mungu, wastahili sifa, wewe ni Mungu, wastahili sifa, peke yako wewe ni Mungu, wastahili sifa, wewe ni Mungu, wastahili sifa, hakuna mwingine, wewe ni Mungu, wastahili sifa, wewe ni Mungu, wastahili sifa. Twakupa utukufu, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. My God, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mande keteria masiterigede. Raba setaya kataya ma. Rama setaya kataya ma. Ina setara makataya ma. Rema setakataya ba 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 ba. Rima sekete. Rama sheteketeria gaduva teria masitaya ba. Rama seteketeria masigiteria mani. Rima sataya. Najua unaendelea kutazama kutokea mahali popote ulipo. Najua unaendelea kutusikiliza kutokea mahali popote ulipo. Make sure you pray pamoja nasi. Endelea kuomba tu pamoja nasi, endelea kuomba pamoja nasi. Hata majira haya endelea kuomba pamoja nasi. Ninaamini kuna neema kubwa ambayo Mungu ameiachilia asubuhi jioni ya leo. Rama setaya kataya baya. Rima sekobadaria mandira teria. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Leo ninasikia leo nasema mama church and I need to prophesy. Listen. Nasikia neema ya kusema na watu. Biblia inasema sura ya kwanza Matendo ya Mitume 19 mstari wa kwanza, wa pili na mstari wa 6. Ikawa Paulo alipokuwa Korinto, Paulo akisha kupita katikati ya nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho mlimuamini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hakusikia. Na Paulo, mstari wa 6, na Paulo alipokwisha kuweka mikono juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao. Na leo natamani nikuzungumze mambo 6 ambayo mambo ambayo huwa Roho Mtakatifu, mambo 6 ambayo Roho Mtakatifu huwa anafanya baada ya mtu kuingia ndani ya mtu. Jambo la kwanza, Mungu anabadilisha namna ya usemi.
akaona lugha zetu hazitoshi, akaamua kutupa lugha yake. Akaona Kiswahili hakitoshi, akaamua kutupa lugha yake. Na hii ni lugha ya Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, anakupa lugha ya wewe na yeye kuwasiliana. Na ndio maana kuna muda mwingine, kuna mtu mmoja unaweza ukajikuta unanena kama Wafaransa, mwingine unanena kama Wachina, mwingine unanena kwa lugha tofauti. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu yeye ndio anatukadiria neema ya kunena na kuelewa lugha yake. Lakini kunena kwa lugha si ishara ya kuwa unatembea na Roho Mtakatifu. Kuna namna tatu lazima usielewe. Kuna Roho Mtakatifu anaweza kukaa juu yako, Roho Mtakatifu akakaa ndani yako, na ukatembea na Roho Mtakatifu. Natamani sana ufikie kwenye stage ya tatu, asiwe juu yako akija na kuondoka, ila akae na uwe rafiki yake, ili ambapo anataka kuongea anaongea na wewe, anapotaka kukuambia anakuambia, unamsikia. Na huyu Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Ndio maana Paulo anasema, mlisikia habari za Roho Mtakatifu, wakasema hapana, hatukusikia. Kuna watu sasa hivi wanajiuliza kuwa wako hapo nyumbani, wanasema sijui, tujawahi kusikia habari za Roho Mtakatifu, hatujawahi kusikia habari zozote zile. Labda nakuambia ya kuwa Roho Mtakatifu yupo, ni mwaminifu. Yeye ndiye yule jana, leo na hata milele, na anatisha kama nini, na nguvu zake za ajabu akiingia. Mwanadamu hawezi kufanya na kitu kingine. Wewe ni Mungu, tuliza mawimbi, haufananishwi na kitu kingine. Wewe haufananishwi na kitu kingine. Katikati ya dharuba, wewe Bwana unafanya. Yesu haulinganishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kufanya. Listen, Holy Spirit akiingia ndani yako anakupa faraja ambayo wengine hawezi kukupa. Ndio maana anataka muwasiliane. Unajua huwezi kuwasiliana na mtu ambaye hakupi faraja. Lazima uongee na mtu anayekupa faraja. Na Roho Mtakatifu yeye anafanya mambo ambayo baba yako mzazi hawezi kufanya, mama yako mzazi hawezi kufanya, madaktari hawezi kufanya, matabibu hawezi kufanya, waganga wa dunia hawezi kufanya. Na ndio maana tunapoongea kwa habari ya Roho Mtakatifu, yeye ni zaidi ya yote. Yeye ni yote katika yote, ndani ya vyote. Ndio maana tunasema anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Anatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kutupa. Tunajua ni kweli wanaweza kutufariji, lakini Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anakupa namna ya lugha ya kuongea naye, anakupa namna ya kuongea naye, anakupa namna ya kusikia kutoka kwake, anakupa namna ya kuelewa kutoka kwake, anakupa namna ya kujua anataka nini. Roho Mtakatifu anaweza kukwambia usiapply hiyo kazi, usioe huyo mwanamke, usioe huyo mwanamke, usiingie huko, usisafiri, usiende huko. Roho Mtakatifu akiwa karibu na wewe, ni rahisi sana yeye kujidhihirisha kwa namna fulani. Ni nini unaweza ukakifananisha na Roho Mtakatifu?
hakuna cha kukifananisha na Roho Mtakatifu. Ndio maana akaona lugha zetu hazitoshi, akatupa lugha yake. Akaona wazazi wetu hawatoshi, akaja yeye awe mfariji kuliko chochote. Yeye ni yote ndani ya yote. Paulo akawauliza, mmemshampokea? Ninakuuliza hapo nyumbani, tayari Roho Mtakatifu naye? Tayari umempokea Roho Mtakatifu? Je, unahitaji kumpokea Roho Mtakatifu? Akaweka mikono juu yao. Siku ya kesho Jumapili tutakuwa pale Countryside Kibaha mahali moja. Nitaweka mikono juu ya watu na uambukizwaji wa Roho Mtakatifu utatokea. Kama unajua tunajazwa mara moja, tunampokea mara moja, ila tunajazwa viwango hata viwango. Ezekiel anasema naliona maji sawa sawa na viwiko vya miguu. Baadaye akaona maji yamepanda mpaka kwenye magoti. Baadaye akaona yameenda mpaka kiunoni. Na baadaye akaona yamemfunika, hawezi tena. Maana tunahitaji kuona. Paulo anasema ya kuwa ni heri kulewa katika roho. Ni heri kulewa. Ni heri ulewe na roho. Natamani siku ya kesho Roho Mtakatifu akulewesha. Oh, rema sekubateria masataya. Lema kuma nenderia nandere. Ninatamani Roho Mtakatifu kesho aingie ndani yako, akuleweshe. Hata sasa hivi unapojiconnect, ninaamini kuna watu mnanitazama mpo Tanzania, wengine mpo Rwanda, mwingine mpo Burundi, mwingine mpo Zambia. Ninajua mnanitazama na mimi nasikia neno la Mungu nasema, huyu Roho Mtakatifu hana barrier, hana namna ya uzio, hana namna ya uzio, hana namna ya uzio. Kupitia television, mahali hapo ulipo, nguvu ya Mungu ikuchukue, 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 nguvu ya Mungu ikuchukue. Roho Mtakatifu apite, aanze kuganga moyo wako, agange moyo wako, agange moyo wako. Yekatayaba, yekatayaba, yekatayaba. Ninasikia katika roho, huyu Roho Mtakatifu apite ndani yako, agange moyo wako, agange moyo wako, agange moyo wako. Rema sekonderia masitayaba, rama ketelekera maya, lima sikeria masite. Mande kitayaba. Paulo aliuliza, "Mmeshampokea?" Alipoweka mikono juu, ghafla wakaanza kunena kwa lugha mpya. Maana inawezekana Roho Mtakatifu anaweza kukujilia katika njia ya maombi kama hivi, lakini Roho Mtakatifu pia anaweza kukujilia tunapokuwekea mikono. Ili kuweka mikono ni ishara ya kukuambukiza Roho Mtakatifu. Na ndio maana unahitaji kuwa makini sana. Si kila mtumishi anaweza kukuambukiza Roho Mtakatifu. Wengine hawawezi kukuambukiza Roho Mtakatifu. Wengine wanaweza kukuambukiza mapepo. Wengine wanaweza kukuambukiza ushawi. Wengine wanaweza kukuambukiza roho mbaya. Na ndio maana unahitaji Roho Mtakatifu ili akuambukize. Rima sekaya. Unahitaji watu watakatifu ili wakuambukize roho wa kweli. Unajua kuna maroho na roho. Sisi tunachozungumza hapa ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Ninasikia katika roho kuna mtu mmoja yuko hapa nyumbani, Roho Mtakatifu anaenda kumhudumia. Mante koria masitayama, rama sheketeli mekendere, rama siketele masitayama. Ninasikia katika roho, huyu Roho Mtakatifu anapita ndani yako, anaganga moyo wako sahihi, anaganga moyo wako sahihi, anaganga moyo wako sahihi. Huyu Roho Mtakatifu anapokuja na nguvu zake, na kazi ya hizo nguvu ni kuhakikisha anakusaidia tena, anakuinua tena pale ambapo ulimekata tamaa, pale umesema siwezi mchungaji, nimekufa mchungaji, hospitali wameniambia na ugonjwa wa kufisha, hospitalini wameniambia nimebakiza siku chache. Lakini Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako mwanangu, anauisha tena, anauisha tena, anauisha tena, anauisha tena, anauisha tena. Ninasikia katika roho, huyo Roho Mtakatifu anakuja kwa nguvu yako, anakuisha tena, anakuisha tena, anakusaidia tena. Rima setayama, rika chetariama, rima sekariama. Ninasikia huyo Roho Mtakatifu anaingia ndani yako tena, anaingia ndani yako tena. Rima sekori mandelele, rabakateri masetayama, mantekentelo koriama, rima mama seketele ketele kele, koraba setaya goderia mandia, mantekuna nendelia, rema sikotele popaya, rababababababa,
keme kende kente kenta la karama lema sikere aufanani na kitu kingine Bwana tuimbe pamoja hapo nyumbani na kitu kingine Yesu aufanani na kitu kingine nimekuona Bwana wewe na kitu kingine maishani mwangu Yesu haulinganishwi na kitu ninakujua Bwana Yesu haufananishwi na kitu nina hakika na wewe haulinganishwi na kitu Bwana haufananishwi haufananishwi. Nisikilize, natamani mambo mawili tu kutoka kwako. Je, una shauku ya kumpokea Roho Mtakatifu? Una shauku kumpokea Roho Mtakatifu? Angalia Biblia inaendelea kusema unajua Roho Mtakatifu akija juu yako kuna ubatizo wa aina tatu: ubatizo wa moto, ubatizo wa maji na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Roho akija ndani yako anakubatiza. Ubatizo wa moto maana yake ni kitu gani? Ni hali ya Roho Mtakatifu kuchukua nafasi juu ya maisha yako. Ni hali ya Roho Mtakatifu kuchukua uongozi juu ya maisha yako. Ni hali ya Roho Mtakatifu kumiliki na kukuongoza bila kuwa na kikwazo chochote. Ni hali ya kujua kabisa uungu unajifunua kupitia mtu. Ni hali ya Roho Mtakatifu kupokea uhalali wa kumuongoza mtu, na huu uhalali unatokana na shauku ya mtu kukubali itokee. Je, uko tayari jioni ya leo? Akija yeye ndio anaweka nguvu zake, lugha zake, yani kunena kwa lugha, tabia zake. Nisikilize mwanangu, uko nyumbani haupendi kuzini, lakini kwa sababu hauna Roho Mtakatifu unazini. Kujua kuwa neno linausha, neno linaua, andiko linaua, ila neno linauisha. Unahitaji kuwa na neno, sio andiko. Andiko limekwambia usizini, lakini nguvu ya kuacha zinaa unahitaji kuwa na Roho Mtakatifu. Na ndio maana tunashangaa ukienda kwenye taasisi za serikali, wengine wezi wanakula rushwa, wanaibia watu, wanatapeli watu na wana majina ya Kikristo. Hao wote wanajua neno la Mungu, wanajua andiko, wanajua amri 10 za Mungu, lakini hawana Roho Mtakatifu. Kwa kujua andiko si kosa, kujua andiko ni hatua ya kwanza, lakini unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu itakao kusaidia. Ni kweli unajua ya kuwa Roho Mtakatifu akiingia ndani yako atakuponya, lakini andiko linaanza kukwambia, neno linaanza kukwambia Roho akija atanipa nguvu, lakini likakutengenezea ugumu wa kumpokea. Nadhani kwa kitu kimoja, andiko linaanza kukwambia usidanganye, usiseme uongo, usimtamani mke wa jirani yako, usifanye mambo haya na haya. Lakini pasipo Roho Mtakatifu hauwezi kutenda. Kuna mambo ambayo umeamrishwa, yanaitwa maamrisho kwenye kitabu cha Biblia. Umeamriwa wewe kufanya, hauwezi kufanya mpaka Roho amekuja. Hauwezi kuacha uongo mpaka Roho amekuja. Hata kama ukienda kanisani, hata kama ukiwa unasifu na kuabudu, hata kama ukitoa sadaka, ni mpaka Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Ndio haya maamrisho unaanza kuyafanya. Mungu kuna vitu amekuamuru, amekwambia toa sadaka, toa zaka, usiibe, lakini hauwezi kuacha kumwibia Mungu mpaka huyu Roho amekuja. Asipokuja huyu Roho, utakuwa mwizi vile vile, utaiba vile vile, utazini vile vile, utaongea uongo vile vile, utadanganya vile vile, hautakuwa msharabu vile vile. Ni kweli Biblia inasema tusitukane, tusiwe na vinywa vya matukano, lakini kama Roho asipokuja, tunashangaa
matukano yapo ndani yako. Na ndio maana unataka kushangaa, unashangaa watu smart, watumishi wengine na watumishi wa Mungu wana kesi za ubakaji, wana kesi za ulawiti, wana kesi za wizi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu hayuko ndani yao. Kama una roho, una maroho. Kama una Roho Mtakatifu, wewe ni mtu wa kawaida unayemilikiwa na maroho. Unahitaji Roho akae ndani yako. You need the Holy Spirit. You need the Holy Spirit. You need the Holy Spirit. Unamhitaji huyo Roho akae ndani yako, akusaidie. Rima kotele kanderi mama, rema sitaya kobariama. Listen. Unajua, ili usiwe mtu wa kawaida, unahitaji Roho Mtakatifu. Inawezekana unafanya biashara lakini hauoni matokeo. Ni kwa kuwa Roho hayupo. Roho ndiye mtendaji wa kila kitu kwenye maisha yako. Je, unahitaji mabadiliko? Je, unahitaji mabadiliko? Unahitaji mabadiliko jioni ya leo? Je, unahitaji mabadiliko jioni ya leo? Je, unatamani kubadilika jioni ya leo? Je, unatamani kutoka hatua hiyo iliyopo? Je, unatamani uache dhambi? Je, unatamani uache uongo, wizi, zinaa, uchafu wa kila namna, kinywa cha matukano? Hauwezi kukaa bila dakika moja bila kutukana. You need the Holy Spirit. You need the Holy Spirit. We are nothing without the Holy Spirit. We are nothing without the Holy Spirit. We are nothing without the Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. We need you, my Father. We need you, Holy. Ndaka nipokea simu chache. Unapiga simu tokea wapi tafadhali? Unapiga simu wapi kutokea? Unapiga simu kutokea wapi tafadhali? Unapiga simu kutokea Arusha? Unapiga simu kutokea Arusha? Ndio. Nasikia ni kuombea. Ndio, naitwa Sara. Unaitwa Sara. Unatamani Roho Mtakatifu akusaidie nini? Ndio. Unatamani Roho Mtakatifu akusaidie nini? Mungu anisaidie uchumi. Haule yuko wapi? Uchumi. Haule yuko wapi? Haule ni mume wangu. Haule ni mume wako. Nataka nimuombee kwanza yeye hawe na hela, alafu atakugawia. Unaonaje? Haya. Funika macho yako. Funika tu macho yako wakati anaendelea kuitwa. Baba Mtakatifu. Haya, mwite. Haufananishwe. Ahadi yake anasema atamimina Roho Mtakatifu ndio haule. Nataka nikuombee mwanangu uwe na hela. Niombee mtumishi wa Mungu. Nakuona hapo vizuri kwenye Amina. Umekwama kila kitu. Amina, ni kweli mtumishi wa Mungu. Na nakuona kwenye TV hapo vizuri kabisa. Unaniona vizuri? Kweli mtumishi wa Mungu. Funika macho yako.
Mshike mke wako vizuri kabisa na mpige magoti hapa ndani. Nataka niombe. Haya, nimemshika na napiga magoti sasa. Yesu, asante kwa sababu ya hii familia. Ninakushukuru kwa sababu ya Haule pamoja na mke wake. Wewe ni Mungu mkuu. Haujawahi kunyamaza tukuitapo. Ninakuita sahi Mungu. Ninakuita sahi Yesu. Ninaomba malango ya uchumi yakafunguke. Ninaomba malango ya uchumi yakafunguke. Nasemesha malango yakafunguke. Ninasemesha malango yakafunguke. Katika ulimwengu wa roho. Malango yakafunguke. Kile kibali na ile neema Yesu Kristo ameachilia juu ya watakatifu wako. Nami nakiachilia kwenye familia. Ninakiachilia juu ya huyu baba ambaye anaitwa Haule hapo Arusha. Yesu Kristo uliye hai. Roho Mtakatifu uliye hai. Dhihirisha nguvu na utendaji wako. Baba, ninaomba usinyamaze hata siku moja. Kwa kuwa wamekugeukia na wamekutafuta. Usifanye walale njaa. Usifanye wakaukiwe fedha. Hata kama Mungu walikusahau, lakini kwa imani wamerudi kwako tena kupitia television. Yesu, gusa maisha yao. Fungua maisha yao. Kila lililo gumu hata kwenye magonjwa, Yesu watendee. Yesu, ponya kabisa. Natamka uponyaji na neema ya Yesu Kristo kuanzia mtoto wa kwanza mpaka wa mwisho. Wale watu waliowasahau, waliosema watawatendea mema, wakarudi tena. Wakarudi tena. Hiyo mikono yenu isipoteze vitu. Hiyo mikono yenu isiharibu vitu. Kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya thamani iliyo hai. Wewe ni Mungu uliyepasua bahari ya Shamu. Ni lipi gumu kwako? Ni lipi gumu kwa ule? Ni lipi gumu kwa Sala? Yesu, hakuna. Hakuna lililo gumu. Tenda jambo jipya. Amen. God bless you na Mungu akubariki sana. Tunakushukuru sana mtumishi wa Mungu. Amen. Sana Arusha. Amen. Nashukuru sana. Arusha mtumishi wa Mungu. Amen. Barikiwe sana. Sana mtumishi wa Mungu. Amen. Barikiwe sana. Amen. Amen. Asante sana. Nitapokea simu ya mwisho. Unapiga simu tokea wapi tafadhali? Niko Mwanza. Ninasikia nikuombe kaka. Kwa sababu ninakuona darasani unaandika, unafanya vitu vya walimu. Wewe ni mwalimu. Ni kweli wewe ni mwalimu. Unafundisha. Unafundisha. Unatamani Mungu akusaidie. Yes, continue. Wait. Na wafunguliwa. Yesu, hakuna Mungu. Nasikia jina kama Kabwana limefunguliwa leo hii. Unamfahamu Kabwana? Ni baba au babu? Hakuna
kwako Yesu, hakuna ngumu kwako, hakuna ngumu kwako Yesu, hakuna ngumu kwako, hakuna ngumu kwako Yesu, hakuna ngumu kwako. I pray for you in the name of Jesus. Lolote lilo gumu Bwana alirahisishe. Bwana alirahisishe hilo gumu ambalo limetormenti maisha yako for a long time. I pray in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus. Na wewe kule nyumbani ambao umetafuta laini kwa muda mrefu, jiunganisha na maombi yako. Jiunganisha na maombi yako. Jiunganisha na maombi yako. I pray for you in the name of Jesus. Sijui ni nini kimekutesa kwa muda mrefu, kimekusumbua kwa muda mrefu. Sijui ni magonjwa, sijui ni nini. I pray in the name of Jesus. 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 Jiunganisha kule nyumbani. Jiunganisha kule nyumbani. I pray in the name of Jesus. Kila lililo gumu kwako, kila tatizo, kila ugonjwa, kila maradhi, kila udhaifu ambao umekutesa kwa muda mrefu, Bwana anauondoa sasa. Bwana anauondoa sasa. Bwana anauondoa sasa. Bwana anauondoa sasa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Rema konde rima setayama. Rima kantele konteriama. Ninaona uchumi wako unafunguliwa. Ninaona uchumi wako unafunguliwa. Ninasikia uchumi unafunguliwa. Ninasikia uchumi unafunguliwa. Ninasikia mwili wako unafunguliwa. Ninasikia unaingia kwenye mahusiano 2025. Unaingia kwenye ndoa 2025. Bwana anakutembelea kivingine. In the name of Jesus. God bless you. Mungu akubariki sana. Mungu akutendee yaliyo makuu. Hallelujah. Ninaamini kijana ulinipigia simu kutokea Mwanza, Mungu amekubariki, na Bwana na wewe ulinitazama pia Mungu amekubariki sana. Hallelujah. Hallelujah. Kesho nitakuwepo Kibaha, maili 1, countryside. Nitakuwa nikiongea na watu bila gharama yoyote kabisa. Kitu unachotakiwa kuja nacho ni shauku na kubeba mabadiliko. Your life must change. Your life must change. Hallelujah. Na siku ya Jumatatu tutakuwepo hapa. Siku ya Jumanne tutakuwepo hapa. Siku ya Jumatatu tutakuwepo hapa. Na Jumatano tutakuwepo hapa. Na Jumamosi kama leo tutakuwepo hapa. Hallelujah. Mungu akubariki sana. Usipange kukosa siku hizi zote. Yesu atatuhudumia kwa pamoja, na uwezo na udhihirisho wa Roho Mtakatifu utakuwa pamoja nasi. Hallelujah. Mungu akubariki sana. Unayetaka kutufuatilia kupitia kuomba na sisi kila siku, unaweza kututumia ujumbe mfupi wa message kwa ninaomba kuungwa kwenye groups za maombi, au nataka kufika kanisani huko Dar es Salaam na mikoa karibu Dar es Salaam. Unaweza kutuma message fupi kwamba ninaomba maelekezo ya kufika kanisani, na watumishi wa Mungu watakuelekeza jinsi ya kufika kanisani. Kesho saa 4 nitakuwepo kanisani pale Kibaha maili 1. Kwa hiyo don't plan to miss, nitakuwepo pale. Na moja unatakiwa kuelewa tu, your life must change. Usiache kufuatilia vipindi vyote vinavyoendelea hapa Rabi TV, na Mungu akubariki sana. Lakini hapo chini kuna namba yako nzuri ambao Mungu amekupa kutupigia simu. Kama unasikia moyoni mwako kuachilia sadaka yako, basi naomba uachilie sadaka yako wakati namkaribisha mwanangu kwa ajili ya kuomba. Karibu tuombe kwa ajili ya kuanza ibada.
Baba, asante kwa neema yako, asante kwa kutuhudumia tena katika siku ya leo. Tunalibariki na kulitukuza jina lako. Asante kwa yote ambayo umeyafanya. Hata pale ambapo Bwana tutatoa katika mifuko yetu, Bwana ukabariki na kuzidisha. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Endelea kuhudumia nafsi zetu na roho zetu. In the name of Jesus, nikiomba na kuamini. Amen. Amen. Thank you so much.